Haya yote makombola ambayo unayaona saizi, ndege kubwa ambazo unaziona saizi ambazo zinajitokeza katika vita mbalimbali. Hizi ndege sio kwamba ni vitu vya kawaida, hapana. Hivi vitu vikubwa sana, ni maandalizi makubwa sana ya vita ambavyo vitakuja kutokea, ambavyo ni vikubwa sana. Saizi tunaona kumewaka moto kati ya Iran na Israeli, kati ya Urusi na Ukraine. Hivi vyote ni maandalizi ya vita vikubwa ambavyo vinaweza kutokea hapa ulimwenguni. Ni maandalizi ya vita vikubwa. Vita ambavyo vinaweza kutokea hapa ulimwenguni ni vikubwa sana. Angalia ndege za kivita jinsi zilivyo. Maana gani? Huaga nasemaga kila siku kwamba vitu vyovyote vinavyotengenezwa vimetengenezwa kwa sababu ya kutumika. Vinatengenezwa kwa sababu vitumike. Kwa hata nuclear ambazo zimetengenezwa leo zitatumika tu kwa sababu zimetengenezwa kwa ajili ya kutumika. Kwa huwezi kumzuia mtu kuitumia nuclear. Huwezi kumzuia mtu ashindwe kuitumia ndege yake ya kivita yenye ubora. Huwezi kumzuia mtu ashindwe kutumia mabomu yake makombora ambayo yana ubora. Kwa unavyoona ndege zote hizi na maandalizi kwa ajili ya vita, ujuage kuna vita vikubwa ambavyo vinaweza kutokea kati ya Israel na Ukraine. Israel, Ukraine, Urusi, yani Iran, vyote hivyo vita ambavyo vinaendelea kati za hizo nchi hizo, na Gaza, wa Palestina, vitu vyote hayo ilikuwepo maandalizi makubwa sana. Au maandalizi, watu wanajilinda, watu wanapata nafasi ya kujilinda, wanatengeneza ndege za kivita, manuclear, makombola makubwa kwa ajili ya nini? Ya ulinzi. Mimi nataka nijadili kitu kimoja, nataka niseme kitu kimoja. Mimi nasema kulingana na Biblia inavyosema. Biblia inatuambia uonapo vita na machukizo mengi katika dunia, jua kwamba wakati wa Yesu Kristo umefika na umewadia. Katika Biblia inazidi kusema kwamba kila jambo ambalo linakuja duniani, wao ukiona vitu vikubwa vinavyotokeza duniani, jua kwamba wakati unawadia au inasafishwa njia ya kuja Yesu Kristo. Simeje vita vikitokea na majambo makubwa ambayo yatatokea katika nchi na mataifa, jua kwamba yu karibu kurudi, sio kwamba atachelewa, yu karibu kurudi. Tunavyoona vita vya Urusi na Ukraine, tunavyoona vita vya Iran na Israel, ni jambo kubwa ambalo linaendelea katika ulimwengu saizi. Vita hivyo vinatikisa dunia, vita hivyo vinatikisa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kuna watu wale ambao kweli wapo ndani ya Yesu Kristo watavitasimini hivyo vita katika kiwango cha tofauti kiroho. Wataviona hivyo vita katika kiwango cha tofauti kiroho. Hawataona hivyo vita katika kiwango cha kawaida. Ukiona hivyo vita katika kiwango cha kawaida, basi unapotea. Kwa sababu vita hivi vimekuja kwa ajili ya ishara ambayo ni moja tu, kwamba Yesu Kristo yu karibu kurudi tena na kulichukua kanisa lake. Yesu Kristo yu karibu kurudi tena, hatoruhusu watoto wake waangamie, hatoruhusu taifa lake liangamie. Basi yu karibu kurudi, kwa sababu watoto wake hawataangamia kwa ndege wala kwa nani hizo hapo watu. Basi hivyo Yesu Kristo yu karibu kurudi. Kukaa ukiwa tayari kwamba Yesu Kristo yu karibu kurudi. Hivyo vyote machukizo ya dunia unavyoona, nuclear zinavyopigwa hivyo, nuclear zilivyotengenezwa, mabomu yanavyopigwa kati ya Urusi na Putin hapo. Tunaona Iran tena na Israeli wakipigana katika kiwango cha ajabu sana. Wakipigana katika vyombo vya moto sana, mabomu ya moto sana. Tunaona katika dunia hii. Tunaona watu upendo ukitoweka. Maana hapo hamna upendo. Maana yake upendo ukitoweka mtapigana tu. Upendo usipokuwepo mtapigana. Upendo ukiwepo hamwezi kupigana. Upendo umetoweka katika mataifa. Upendo umetoweka katika watu. Ndio maana wanapigana ovyo ovyo. Wanatengeneza misilaha mikubwa kwa ajili ya nini? Kuangamizana, kwa sababu hawapendani. Kwa hiyo usipopendana, hizo zote ni ishara
Ni ishara zote hizo, ishara za vita, ishara ya kutopendana. Unaona? Kwa tunavyoona hapa, tuoni kitu cha kawaida sana, tunaona vitu ambavyo ni vingi sana kiroho. Tunavyoona hivyo vita ni ishara kubwa sana kiroho. Kama hujaokoka, okoka saizi. Haya maneno utayasikia, utakumbuka kwamba kuna siku watu walisema, kuna siku watumishi walisema kwamba muda umewadia ni mchache sana. Ili mtu ambaye atatubu siku za mwisho kuliko mtu ambaye atakaa tu. Yule ambaye alikuwa pamoja na Yesu Kristo akamwambia Mungu kwamba unikumbuke katika ufalme wako. Siku ya mwisho akatubu, naye tutamkuta huko mbinguni kwa sababu ya siku ya mwisho pale msalabani. Alikuwa mwizi, ila siku ya mwisho anavokata roho Yesu Kristo, naye akatubu pale. Alivyotubu naye akapata neema ya uzima wa milele. Mwingine kwa sababu ya kiburi na majigambo akakosa ufalme wa mbinguni kwa sababu ya kiburi. Kiburi kikamfanya akose ufalme wa mbinguni. Dharau zikamfanya akose ufalme wa mbinguni. Kwa hivi tunavyosema saizi kwamba vita vinavyoendelea saizi ni ishara ya Yesu Kristo kurudi duniani. Ulimwengu hapa umeisha. Ni ishara ya Yesu Kristo kurudi kulichukua kanisa lake. Ni ishara ya Yesu Kristo kurudi kulichukua kanisa lake. Vita vya Ukraine imepigwa, vita vya Gaza vimepigwa, vita vya Israeli na Iran vimepigwa, vita vya Urusi vimepigwa, na hivi ambavyo vitakuja saizi vitakuwa moto kuliko hivyo vita ambavyo viliweza kutokea. Kwa vita ambavyo vinaandaliwa saizi ni vikubwa kuliko ambavyo vinaendelea saizi, kwa sababu hivyo vita ni ishara zote. Wanatengeneza njia na tutajikuta watapigana mpaka watumie hizo nyuklia, kwa sababu nyuklia zilitengenezwa kwa ajili ya kutumika. Nyuklia ilitengenezwa kwa ajili ya kutumika. Nyuklia haikutengenezwa kwa ajili ya mapambo tu, ilitengenezwa kwa ajili ya kutumika. Je, taifa gani litatumia nyuklia? Hatujui, ila taifa moja litatumia nyuklia kwa ajili ya ugomvi wao. Taifa moja litatumia silaha kubwa kwa ajili ya ugomvi, na watu wengi wataangamia. Mataifa mengi yatatetemeka kwa sababu ya hicho kitu. Majengo mengi yataanguka, vitu vingi watapata hasara. Tuonapo hivyo vitu vyote hivyo katika ulimwengu, tujue kwamba Yesu yu karibu. Tuonapo hivyo vitu katika ulimwengu, tujue kwamba Yesu yu karibu kurudi tena kulichukua kanisa lake. Kama hujaokoka, okoka. Kama umpendi Yesu Kristo, mpende leo na kuokoka ili ulisi ufalme wa mbinguni. Hizi ni siku za mwisho. Bora mtu ambaye atatubu siku za mwisho kuliko mtu ambaye atakaa kimya, kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho. Ukionapo vitu kama hivyo hapo, uonapo mataifa yanapigana, uonapo vita vikitanda, matetemeko ya ardhi yakitokea, na mizozo ya kifalme, mizozo ya kisiasa, mizozo ya falme na falme, mataifa na mataifa yakitishiana kwa vita, yakitishiana kwa makombora makubwa, yakitishiana kwa vitu vikubwa, hivyo vitu vyote vinavyoviona ni ishara za Yesu Kristo kurudi. Ni njia tu wanaisafisha kwa ajili ya Yesu kurudi. Wanaisafisha njia kwa ajili ya Yesu kurudi, na tukae safi ili tuwe wasafi. Yesu Kristo anavyokuja atukute wasafi, maana tuna wakati mchache sana. Tuna nyakati ambazo ni chache sana. Tuna wakati ambao ni mchache, tena na nyakati ambazo ni ngumu. Uonapo kama wakati hizo, nyakati za mwisho zitakuwa ni hatari kuliko nyakati zozote zile. Kwa ujue kama ukiona hatari zimeanza kutokea, ujuage nyakati za mwisho zishafika. Biblia inatuambia kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari sana. Ukisoma katika Wakorintho wa pili pale inazidi kusema Wakorintho wa pili inazidi kusema pale, Wakorintho wa pili pale inazidi kusema kwamba unapo vita na hatari mbalimbali, jua wakati wa mwisho umefika, na siku za mwisho zitakuwa na hatari. Siku za mwisho zitakuwa na hatari kwa sababu tunaona kabisa hapo. Ona hatari zinazotokea, ona mabomu yanavyotokea, ona hivyo vitu, jinsi gani wanavyopigana.
hivyo vitu vinamwaga kama maji. Watu wanapigana hivyo vita, wanatesti mitambo, wanatesti vile vitu ambavyo walikuwa wanavitumia, wanatesti mitambo ile vitu ambavyo walikuwa wanavitengeneza. Kwa maana binadamu hawezi kutengeneza kitu asikitesti. Binadamu atatengeneza kitu lazima akitesti. Kwa utatestiwa tu, lazima kitestiwe. Hata nuclear ambazo zimetengenezwa saizi, watu mataifa wanatamani kuzuia nuclear isitumike, ila nuclear itakuja kutumika tu kwa sababu mataifa mengi yenye nguvu yametengeneza nuclear kwa ajili ya kutumika. Haya kutengeneza nuclear kwa ajili ya nini? Ni nuclear kwa ajili ya kutumika. Kwa taifa lolote ambalo likakorofisha kwa ajili ya hilo taifa, ikiona imezidiwa lazima ikatumia nuclear. Ikiona imezidiwa lazima itatumia nuclear. Kwa nuclear lazima ije itumike, na itatumika tu kwa sababu imetengenezwa kwa ajili ya kutumika. Kwa lazima tukae sawa kwamba nuclear itatumika, vita vitapigwa. Kama vita vitapigwa, vitaendelea kupigwa, jue kwamba Yesu Kristo yu karibu. Kama lia sana mbele za Yesu Kristo na kumuomba toba. Kama kuomba toba, lia sana kwa Yesu Kristo na kuomba toba, kwa sababu tuna nyakati ambazo ni ngumu, tuna nyakati ambazo ni za hatari. Haya mafundisho ambayo nakufundisha leo, utatamani uyaone tena, utatamani uyapate tena, kwa sababu hizi nyakati ni za mwisho. Kama huko mataifa ambao yanaendelea hapo wanakosa ibada, wanakosa kuabudu, wanakosa amani, wamekosa hivyo vitu, wanatamani wapate ibada wafarijike, wanatamani wapate neno wafarijike, ila vyote wamevikosa. Kwa jua kwamba Mungu alivyokuwa anasema kwa manabii wake, akawa anawaambia kwamba nyakati za mwisho watu watatamani kufundishwa, watakosa mafundisho. Watu watatamani wapate neno, watakosa neno. Kama mataifa yanayopigana, watu wengine wanatamani wapate neno, wanashindwa kupata neno kwa sababu ya vita vinavyoendelea, kwa sababu ya vita vinavyoendelea, kwa sababu amani imetoweka. Kwa watu wamekosa kupata hilo neno, watu wamekosa kupata hilo neno kwa sababu ya vita vinavyoendelea. Tunaona makombora yanavyopigwa, ndege zinavyopigwa, vitu vingi vinavyotokea tunaona. Kwa vitu ambavyo tunaviona saizi sio kwamba vitu ni vya kawaida, hapana. Hivi vitu ni vya hatari sana. Hivyo vitu ni vitu vya hatari. Ila nikipiga ni Israeli. Tunaona Gaza imepiga Israeli. Yaani Waajemi wale wanapigana na Israeli. Taifa la Waajemi lishatabiriwa kwenye Biblia. Daniel ashalitabiri. Yaani kwenye Biblia ishatabiriwa hilo taifa, lishatabiriwa kwenye Biblia. Kwa ni taifa la agano la kwenye Biblia, ni taifa la agano kwenye Biblia. Uonapo vita vya namna kama hivyo, jua kwamba kuna agano la Mungu linafanyika. Kuna kitu cha Mungu kinakuja. Ujue kwamba kuna kitu cha Mungu kinajitokeza. Jua kwamba kuna ishara kubwa inaokuja. Kuna ishara kubwa. Ulimwengu saizi unatetemeka kwa sababu ya vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israeli. Na ulimwengu ulitetemeka katika vita vya Ukraine na Urusi ambavyo vinaendelea bado. Na ulimwengu saizi unazidi kutetemeka katika vita vya Iran na Israeli. Inazidi kutetemeka. Vinatetemeka kwa sababu gani? Wanatetemeka kwa sababu ya hivyo vita vitakuwa vikubwa, kwa sababu huko mbeleni. Kwa sababu tunasoma katika Biblia, katika Kutoka, inazidi kumzungumzia mtu ambaye kuna anaitwa Farao. Farao alikuwa ni mgumu sana, moyo wake ulikuwa mgumu. Moyo ulivyokuwa mgumu, mapigo yote yaliyopigwa na Mungu hayakusaidia, mpaka mapigo 10. Kwa kuna viongozi saizi wana mioyo kama hiyo, ambao hawatosikia neno lolote kwa mtu, hawatosikiliza neno lolote kwa mtu, kwa sababu wenyewe wana mioyo kama ya Farao. Kwa wataifanya vita kuwa vikubwa kwa sababu ya mioyo yao. Kama vita vitakuwa vikubwa kwa sababu ya mioyo yao, jua kwamba Mungu lazima aingilie kati katika hivyo vita. Na Mungu lazima aje aingilie kati ya vita vya Israeli na Iran. Mungu ataingilia kati kwa namna gani? Mungu ana watu wake. Kwa Mungu ataachilia watu. Akiachilia watu, hivyo vita lazima viingiliwe kati. Vikiingiliwa kati,
lazima jambo kubwa litakuja kutokea. Jambo kubwa litakuja kutokea. Lazima agano la Mungu litimie kwamba nitalilinda taifa. Agano la Mungu halijawahi kupuzwa. Agano la Mungu halijawahi kuachwa. Mungu akishasema, lishaandikwa, lishasemwa. Kwa kuna apingaye agano la Mungu. Kwa taifa la Israeli litalindwa kwa sababu la agano la Mungu. Itakuwa pamoja na Mungu. Litazidi kulindwa katika namna ya ajabu. Watu wanatemeka saizi, linapigwa. Kuna ukombozi ambao unakuja. Kuna ishara ambayo inakuja, ambao ni kubwa. Ishara kubwa inakuja. Vita sio vya kawaida, wala vita sio vya mchezo. Usiwe kama mshabiki wa vita, bali shabikia huko ukijua kwamba vita vina ishara kubwa. Shabikia huko ukijua kwamba Yesu Kristo yu karibu kurudi. Omba ukijua kwamba hivi vita vimekuja kwa ajili ya ishara. Omba hivyo. Ukiomba kuona kwamba hivyo vita vimekuja kwa ishara, lazima ujue kunyenyekea mbele za Yesu Kristo. Lazima ukae kwenye magoti mbele za Yesu Kristo na kujua kwamba hivyo vita vimekuja kwa ajili ya ishara. Ishara manabii walishatabiri. Waimbaji washaimba. Mitume washatabiri. Walimu washasema. Kwa vyote walivyovisema vinaenda kutimia. Kukaa sawa na kuomba sana, kwa sababu hizi nyakati ni za mwisho. Kama ni nyakati za mwisho, vitu kama hivyo vinahuzunisha sana, kwa sababu tunajua kuna watu wapo wanaumia, kuna watu, familia, watoto wanakufa kwa sababu ya vita ambavyo vinaendelea. Kwa vita ambavyo vinaendelea ni vikubwa, na ni vikubwa kweli kweli, kwa sababu vinatishia ulimwengu, vinatishia amani ya dunia. Watu wataona njaa kwa sababu ya hivyo vita. Kuna watu watanunua kwa sababu ya hivyo vita. Kuna mataifa takosa mahitaji kwa sababu ya hivyo vita. Kuna watu watakufa njaa kwa sababu ya hivyo vita. Na kuna watu watafezeeka kwa sababu ya hivyo vita. Kuna mataifa uchumi wao utaanguka kwa sababu ya hivyo vita. Vita ni vya kiishara, vya kiagano. Vya kiishara ya kiagano ya Yesu Kristo. Ya vya kiishara vya kiagano vya Yesu Kristo. Yesu Kristo yu karibu kurudi. Tengeneza njia zako. Yesu Kristo yu karibu kurudi. Tengeneza njia zako. Yesu Kristo yu karibu kurudi. Tengeneza njia zako. Usipoitengeneza njia yako leo, kuna siku utalia na kusaga meno. Utalia na kuomba msaada kwa watumishi. Watumishi watakuwa wameondoka. Utalia na kusaga meno kwa sababu ulipuzia maneno, kama yule mtu aliyepigwa pale msalabani na Yesu Kristo alivyokuwa na kiburi akashindwa kwenda mbinguni. Mtu mwenye hekima yule aliyetambua kwamba huyu ni Yesu Kristo, naweza kumuomba msamaha anisamee, akaenda mbinguni. Yule aliyekuwa mwizi, mwenye kiburi akashindwa kwenda mbinguni, na mwenye dharau akashindwa kwenda mbinguni kwa sababu ya dharau zake. Ukiwa mwenye kiburi, ukiwa mwenye dharau, lazima ushindwe kuukosa ufalme wa mbinguni, kwa sababu kila neno ambalo litakuja juu yako utalizarau. Ukiona umeanza kuizarau maneno ya Mungu, jue kiburi kimeinuka ndani yako. Ukiona umeanza kuzarau mafundisho, jue kiburi kimeinuka ndani yako. Mungu akubariki.